ni lazima tufunze mwananchi wa kawaida vile inatakana afanye. Tunapoenda Kabuchai, what is happening now in Kabuchai, it's about Ford Kenya. Lakini now ni Ford Kenya versus mwananchi wa kawaida. Kwa sababu unapoangalia Ford Kenya, the way vile wanapiga kifua, wanasema ni Dhini anaenda kupita kura. Lakini unapoangalia wananchi nao wanasema ni Eric, anaitwa Eric nani? Wekesa. Lakini unapoangalia behind the scene, it's Majimbo Kalasinga versus Moses Masika Wetangula. And this is what I want to say, or this is what I want to tell you people. Munisikize. Yele vita yenye iko sahi Kabuchai, watu wanaenda kuumia, na hao watu wanaenda kuumia ni kati ya Mheshimiwa Wetangula na Mheshimiwa Majimbo. Na ni mambo ya 2027. Hii by election yenye inafanyika ni kutaka tu kujua ni nani mwenye ako na nguvu. Na chenye naweza sema, Mheshimiwa Majimbo anaweza pita hiyo kura ya Kabuchai, lakini atakuwa ametumia nguvu mingi zaidi. Na Mheshimiwa Wetangula, yule candidate mwenye ataleta kusimama kwa Mheshimiwa Majimbo Kalasinga, pia atapita kura, lakini atapita kwa ugumu zaidi. Chenye mimi ningelipenda, Waluya bado naongelea, ya kwamba sisi saa hii tunataka hawa watu waungane watuletee maendeleo. Lakini saa hii ukiangalia Kabuchai, Mheshimiwa Majimbo wako na maendeleo mingi sana, lakini analalamika ya kwamba kuna mtu mwenye anajaribu kumfuta lonyi ikiteremka, na ni Mheshimiwa Wetangula. Whereby hawa watu wangeungana, wangefanya maendeleo kubwa sana. So naambia wananchi, na mark my word, ile yenye nimeongea ya kwamba Mheshimiwa Wetangula ataangusha Majimbo, lakini atakuwa ametumia nguvu mingi kuliko kama Mheshimiwa Majimbo angekuwa rafiki yake. Kabuchai hata anguke kuwa na mambo ya kura. Na pia nasema Mheshimiwa Majimbo angepita kura mapema sana, ingelikuwa wameshikana. So hapa saa hii ni 50-50, hakuna mwenye anaweza amua vile itakuwa, kwa sababu huyu anasema ako na watu na huyu anasema ako na nguvu. So hawa watu wakae chini, wakubaliane, wafanyie wananchi maendeleo.